Hilo swali inabidi tulitoe kabisa akilini mwetu kwamba wananchi hawajui wananchi wanajua vizuri kinachoendelea. Tusijidanganye kwa hili. Kwanza nashauri kitu cha kwanza, jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Jeshi lichukue nchi na kufanya mambo yafuatayo. Tuzuie uchaguzi. Fandeside tunakushauri zuia uchaguzi. Huu uchaguzi una mtego mkubwa sana. Umekiuka sheria, katiba ya nchi. Na sisi pekee upande wetu ndio tunaweza kuzuia. Neki hawawezi kwa sababu nao wanatufaika katika hili. Kwa mkuu wangu na kushauri usiingie kwenye mtego wa kuruhusu huu uchaguzi kufanyika. Na kama tukiruhusu tutakuwa tumekosea sana wa Tanzania. Huu uchaguzi una makashfa mengi, kashfa za rushwa, babaishaji kwenye kila sehemu, babaishaji. Sheria zinavunjwa. Hivi tujiulize, unaingia kwenye uchaguzi taifa likiwa limegawanyika? Hivi hatuoni haya mambo, hatuoni au tumeziba masikio yetu kwamba taifa limegawanyika? Mkuu, tusiruhusu taifa limegawanyika. Hili swala halina kificho, linaelezeka na linaonekana. Viongozi wa dini wameshauri, mzee Warioba, mzee Butiku wameshauri sana juu ya haya mambo. Lakini watawala wameendelea kuwa na viburi, hawataki kuwasikiliza. Japo hawa wanashauri vitu vya msingi, hawataki kuwasikiliza. Maana yake nini? Kipi kinafichwa mpaka kulazimisha uchaguzi? Kipo Ikulu ambacho kinalazimisha uchaguzi kufanyika? Mnaficha makosa yenu, hamtaki makosa yenu watu wengine wakichukua nchi makosa yenu yasijulikane. Kwa hili hamtoki. Hivi tunaingia kwenye uchaguzi tukiwa na kashfa kubwa nzito, wizi wa kula. Na kwa nini kauli nzito kama Mheshimiwa Polepole, ambapo NIDA amesema kwamba NIDA na NEC na sisi zimeunganishwa pamoja mfumo. Hii kauli haiwezi kupuuziwa. Hatuwezi kuacha ipite hivi hivi hata kidogo. Uchaguzi usimamishwe ili swala lichunguzwe. Na pia inanipa mashaka na nashangaa tangu hii kauli itolewe, sijui kama kuna hatua zozote zilizochukuliwa mpaka sasa hivi. Sijui. Na hii inanipa mashaka. Na juzi kati hapa nilikuwa kijijini, kwa kwenye kijiji fulani. Kamwona kijana anapita amevaa nguo ya CCM, ameshika simu na karatasi ya majina. Nikamwita, nikamwambia hebu nione hiyo karatasi yako hiyo na majina. Kuangalia nikaona namba za NIDA, sijui majina, sehemu, mwaka wa kuzaliwa. Nikamchunguza, nikaangalia na kwenye smartphone yake nikaona mfumo kwamba anaweka jina pale. Anachagua sio amezaliwa mwaka gani, anaweka. Kile kitu kilinipa mashaka sana. Kimenipa mashaka. Na imani hata baadhi ya Watanzania mtakuwa mmeliona hivi vitu, mtakuwa mmekiona. Sasa mimi nimejishuhudia kwa macho yangu. Sasa hii sio, haileti picha nzuri na ni hatari katika taifa. Hatuwezi kupuuzia. Hatuwezi kuacha mambo yaende hivi. Haiwezekani. Tunaendaje kwenye uchaguzi ukiwa kwenye kiongozi wa chama cha upinzani amewekwa ndani? Tena kwa ila. Sasa kama tumekubali demokrasi, kwa nini tusikubali kuishi nayo? Na uzuri wake ni ipo kwenye katiba. Demokrasi imeruhusiwa, mfumo wa vyama vingi imeruhusiwa kwenye katiba. Kwa nini tunakataa au hatutaki au tunatengeneza mazingira kutokubaliana nayo, kwenda nayo? Mtoeni huyo mtu. Hao wenye chama chao wanataka wamtoke, huyo mtu atolewe au haki itendeke. Tusifanye mambo kioleo. Tunalipoteza hili taifa. Tukiendelea kukaa kimya hili taifa litapotea. Na mimi sipo tayari kwa hilo. Sipo tayari kabisa. Sasa tunaendaje kwenye uchaguzi tukiwa na malalamiko ya tume huru ya uchaguzi? Na hiki ndio kiburi ambacho CCM wanapata. Kwa sababu wanaona wanaweza kuimiliki hii tume huru. Mzee Warioba alishauri, mimi sio wa kwanza. Mzee Warioba alishauri watu mbalimbali wa haki za binadamu na wazalendo kweli hawa watu walishauri walishauri kwamba hii tume huru ya uchaguzi jaribu kurekebisha baadhi ya mambo. Wao hawataki, wanalazimisha tu mambo kwenda hivi hivi. Kwa nini wanalazimisha? Wanaficha nini? Kwa nini wanalazimisha? Kama chama tawala kinajiamini kimefanya maendeleo, wapi hao tume huru ya uchaguzi? Wananchi si wanaona kwamba chama hiki kimefanya maendeleo? Watakipa tu kiukula. Watakipa kula kuliko kuangaisha haki za watu hapa. Tunamkosea Mungu.
mnamkosea Mungu, na hii ni hatari katika taifa. Haiwezi kuvumilika hata kidogo. Haya, tunaingiaje kwenye uchaguzi kwa kuna tuhuma za rushwa ndani ya chama, iko chama tawala CCM, na nje? Kwa nini tunakuwa na upuuzwaji wa kufuatilia mambo ya rushwa ambazo zinaweza kuhujumu uchaguzi na kupata kiongozi ambaye hastahili? Kwa nini? Hawa watu nini? Wanaita watu wa kupambana na rushwa PPCB. Mnafanya kazi gani? Kwa nini namchunguzi? Kuna viongozi kuna tuhuma za viongozi wa watu walitoka Chadema kwenda sijui chama gani, chama cha nini cha umma. Kuna tuhuma hapo kwamba hawa watu kuna tuhuma za rushwa walienda huko ili kwenda kuhalalisha uchaguzi. Vipi mnazichunguza hizo tuhuma? Au mnaacha mambo yaende? Mkiacha mambo yaende mnaharibu taifa. Nawaambia mnaharibu taifa. Hili taifa mnaliharibu mkiacha mambo, msipotimiza majukumu yenu. Mnaliharibu taifa na hili alikubaliki. Na sijui mnalipeleka wapi hili taifa. Hili swala lichunguzwe. Hizi tuhuma haziwezi kaachwa zipite hivi hivi tu. Alafu mnalazimisha uchaguzi ufanyike. Hakuna uchaguzi hapa mpaka hizi tuhuma zichunguzwe, ujulikane ukweli. Yani from nowhere cha umma, watu ambao walikuwa wana nini? Wanalisha nini? Wanalisha ubwabwa. Eti ghafla ndio kimekuwa chama kikuu cha upinzani. Hiyo ikubaliki na ingia kilini. Hakuna uchaguzi wa namna hiyo. Mungu hajabariki hilo. Na Mungu kama angekuwa amebariki hivi vitu vingeenda tu vizuri. Sasa mnaenda kumpata kiongozi ambaye hata Mungu mwenyewe hajakubaliana naye. Hii ni hatari kwa taifa kubariki hata kidogo. Sasa tunaingiaje kwenye uchaguzi kwa kuna uonevu zaidi wa chama cha upinzani? Kwa makusudi wanazuia kufanya hata mikutano yao. Wanafunguliwa kesi za hila na za ovyo za kuwazoofisha. Wafuasi wao wanakamatwa, wanatekwa, wengine wanauawa. Kama vile sio wa Tanzania. Hili alikubaliki. Halikubaliki hata kidogo. Kama tumekubali mfumo wa demokrasia, kwa nini tunashindwa kuishi nao? Mfumo wa demokrasia tumeukubali na tumeweka kwenye katiba. Kwa nini tunakubali kuishi? Kwa nini hatutaki kuishi nao? Kama hatutaki demokrasia hii, demokrasia mfumo wa vyama vingi, basi tuiondoe. Kuliko kufanya tu mambo kiolela, mnaua watu, mnawapiga, mnawazoofisha, sio vizuri, leti picha nzuri. Hawa ni Watanzania wenzetu. Haitaki hili swala, mimi sikubaliani nayo. Hiki kitu kipo ndani ya katiba. Mfumo wa vyama vingi upo ndani ya katiba. Sasa kwa nini mnawazoofisha hawa vyama hivi vya upinzani? Kwa nini mnawazoofisha? Wengine mnawafungulia makesi. Kweli hili halikubaliki. Afu ngoja niwape mbinu chama tawala. Ngoja niwape mbinu ambayo iko very clear. If you really want to destroy or defeat the opposition party, the only thing is to derive development that will direct impact the life of citizen. Hii ndo the only way ya kuweza kudestroy chama cha upinzani. Pelekeni maendeleo kwa Watanzania. Pelekeni maji, pelekeni maendeleo yale ambayo ni tangible, ambayo direct itawafikia Watanzania, wananchi wenyewe. Hapo ndo njia sahihi ya kuweza kuua vyama vya upinzani. Na sio kama hivi mnavyofanya, mnawaua, mnawapiga. Haileti picha nzuri. Sio jambo zuri. Hawa wote ni Watanzania. Sio jambo zuri kabisa, likubaliki. Namkosea Mungu bure. Haya, mtaingiaje kwenye uchaguzi? Hata chama chenyewe iko chama tawala. Uteuzi wao wa kiongozi wao hauna uhalali. Watu wamelalamika, wameenda mpaka mahakamani. Wengine mpaka leo wanalalamika kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kiongozi wao hajateuliwa kwa mujibu wa katiba yao. Tunaendaje kwenye uchaguzi kwa staili kama hiyo? Nafasi za ubunge zimekuwa za rushwa. Ndugu jamaa na marafiki ndio wanapewa hizo nafasi. Sasa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani? Wale watu waliochaguliwa na Watanzania wenyewe na wananchi waliopitishwa kwenye kura za maoni, ambao wananchi wanawaamini kwamba ni watu wazuri na watendaji kazi wazuri. Mmewakata. Mmeka watu wetu. Sasa nashangaa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani huko mnapotaka kwenda?
Hii ni hatari kwa taifa na haikubaliki. Haikubaliki hata kidogo. Haikubaliki na ivumiliki. Sasa mkuu wangu afande CDF, kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa sana ambayo naiweka kwa mkuu wangu, kwa sasa wewe ndo mtu pekee ulioshika imani kwa wananchi na upo kwenye mtego mkubwa sana. Tengeneza faraja imani kwa wananchi. Hili swala sio la Chadema, hili swala ni la taifa, umoja na mshikamano na upendo wa taifa letu. Ili tuweze kuendeleza hayo, na kushauri mkuu wangu, zuia uchaguzi. Uchaguzi hauna kibali hata kutoka kwa Mungu. Mkuu wangu afande CDF, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa wananchi tayari unacho. Na imani wananchi watakuwa na imani wananchi wanataka, kwa hali tu inavyoonekana kwenye mitandao. Labda mitandao nao ni njia rahisi ya kuweza kupata taarifa, kupata habari. Wananchi wanaamika uchaguzi uzuiwe. Kwa afande CDF, na kushauri mkuu wangu kwa upendo kabisa na unyenyekevu wa hali ya juu sana, stay positive, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa Tanzania umepata, zuia uchaguzi, wavushe hapa tulipo. Na kuahidi ukifanya hivyo utarudisha imani kubwa kwa wananchi na jeshi, ambao ukweli usiofichika kwamba kuna namna ambayo jeshi letu liliteteleka, kwamba kuna namna ilionekana na ilihisiwa kwamba kuna namna inatumika na baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo ukifanya hivi utaweza kurudisha imani ya wanajeshi na wananchi kwenye jeshi lao. Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi, na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu afande CDF, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wauni wachukue hili taifa. Na ndio maana kuna hali ya kulazimisha. Wauni hawa kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tumeligawa taifa. Na haya mambo sio ya ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uwaji, yani utaongezeka maradufu na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Afande CDF, umeshika matumaini ya Watanzania, zuia uchaguzi. Na haya mambo hata hii kashfa hii ya kuuliwa kwa Magufuli, Tanzania hawa si ndio watumia wenyewe kwanza, ndio hawa wanatumia. Sasa just imagine kwamba wamechukua hili taifa, wamechukua. Nani atachunguza kifo cha Magufuli kama wao wenyewe ndio wanahusika? Nani atarekebisha mikataba ya bandari, mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa bandari, ikiwa wao ndio wamepitisha mikataba migodi, makaa ya mawe? Nani ataifuatilia wakati wao ndio wahusika wakuu? Inatia mashaka sana. Nani atafuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu? Nani atafuatilia ukiukwaji wa utumiaji vibaya wa ofisi za umma, ikiwemo wao ndio wanahusika, ikiwa kwamba wao ndio wanahusika? Nani atafuatilia? Mkuu wangu afande CDF, tusipochukua hatua za kuzuia huu uchaguzi, basi tunaenda kupoteza hili taifa na kuwasaliti wa Tanzania. Tusipofanya hivyo, tunaenda kuwasaliti wa Tanzania. Tujiulize kwa nini wanalazimisha na kutumia nguvu kubwa katika huu uchaguzi. Kwa nini wanalazimisha hawa watu? Kuna nini wanaficha ambacho hawataki wa Tanzania wakijue hapo Ikulu? Kuna nini hiki hawa watu wanaficha mpaka walazimishe? Yaani mambo yanaenda tofauti na katiba, wao wanalazimisha tu. Tofauti na sheria za uchaguzi wanalazimisha. Kuna nini? Wanatumia marushwa, wanatumia nguvu kubwa sana mpaka kuua watu. Kuna nini wanaficha? Mkuu, kila siku wananchi wanalia kwa haya yanayoendelea nchini. Wanalia sana. Huko mitandaoni ukipita unaona. Hawana tena mahali pa kukimbilia kupata msaada. Maana kama mahakama yenyewe hawana imani nayo. Na mahakama ipo upande wa watawala. Jeshi la polisi ndio kabisa lipo hivyo, hawaliamini. Na huo ndio ukweli usofichi. Yaani hapa ni kuongea ukweli. Tukitaka kuliponya taifa letu tuongee ukweli. Hawaliamini. Na inasemekana kwamba watekaji wenyewe hao wenyewe ndio wanahusika. Hao jeshi la polisi baadhi yao wanahusika na utekaji.
Bunge nalo ndio hivyo hivyo, most of them kule ni chama tawala, hawaliamini. Kwa sehemu pekee ambayo wananchi wanaiamini ni kwenye jeshi lao la wananchi wa Tanzania. Wananchi wanalia sana mkuu, wanalitaka jeshi lao liingilie kati, lichukue nchi, kuweka mambo sawa, ili mambo na uchaguzi uende vizuri. Sasa kwa nini tusiwasikilize hawa wananchi wetu? Kwa nini tunawapuuza? Hili ndio jeshi lao, jeshi la wananchi ndio jeshi lao hawa wananchi. Tunataka tuwasikilize. Tusipowasikiliza hawa wataenda wapi? Hawa wananchi wataenda wapi tusipowasikiliza? Je, tunataka waingie mtaani wenyewe wakapambanie nchi yao? Kama sisi na sisi hatutaki kuwasikiliza wananchi. Na wananchi hao ndio wenye jeshi lao. Kwa hiyo tunataka, maana yake ni kwamba tunawataka hawa wananchi waingie mtaani wenyewe wakajikomboe, wakachukue nchi yao. Kwa hiyo tunataka hivyo. Mkuu, tusipowasaidia tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana kwao. Na mimi daima, mimi Captain Tesha, nitakuwa upande wa wananchi. Hili naliongea bila kificho, bila kuogopa mtu yoyote. Nitakuwa upande wa wananchi. Watanzania tambueni, kama jeshi lisipoingilia kati, basi jueni wanajeshi wengi wapo upande wenu. Tambueni hilo. Wanajeshi wengi hawakubaliani na kinachoendelea nchini, wapo upande wenu.